Habari yako shangazi? Nzuri. Shikamoo. Marahaba. Natoka mara moja naenda kumuona shebi hapo kisa. Hasa. Naam. Hebu kaa chini na maongezi na wewe. Lakini nina haraka. Haya maongezi ni muhimu zaidi kuliko hata haraka yako unayohitaji. Sawa. Haisa. Naam. Toka nimekuchukua wewe mpaka kufikia hivi hatua sasa hivi. Sasa hivi umeshakuwa mkubwa. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, naomba uende kijijini. Uende ukamuone mjomba wako pamoja na uende ukazuru makaburi ya mama yako na baba yako. Sawa, nashukuru sana shangazi kwa kunikumbusha kwa sababu ni muda mrefu mpaka sasa. Sawa. Zingatia hayo yote ni muhimu kabisa. Nenda unakokwenda lakini ukumbuke kama una safari ya kwenda kijijini. Haina tatizo. Naona namsoma mheshimiwa. Haya ya kuhusu ni muhimu zaidi kwenda kijijini. Ni kweli mjomba. Nilipata salamu kutoka kwa shangazi yako ya kwamba utakuja kwa ajili ya kuja kuzuru makaburi pamoja na kujionea mila na desturi ya ulikozaliwa. Ni kweli mjomba. Unajua vijana wengi ambao tupo mjini tunahisi maisha ya mjini ni yenye thamani kuliko hata maisha ya kijijini. Jambo ambalo linapelekea kutozifahamu vizuri mila na desturi na kuiga kutoka nje. Sasa mjomba, tusije tukapoteza muda. Mimi naomba twende tukazuru makaburi. Tukirudi huko utaamua mwenyewe ukae muda gani. Siku 3, siku 2, wiki 2, mwezi, miaka, mwaka. Bwana mjomba, si nyumbani kwako? Mjomba. Lakini mjomba una mbwembwe. Basi tufunge mlango twende. Sawa. Haya. Kwanza hapa aibi mtu. Naenda hapo tu. Wapi? Hapo juu hapo sio mbaya. Jomba, hapa ndo alikolala wazazi wako. Ina maana kwamba hata siku nyingine kama mimi sipo, wewe unakuja unazuru. Sawa mjomba? Sawa mjomba. Basi naomba twende.
Wewe unamwaga maji weka vizuri, tia vizuri. Wewe vipi? Kwa wapi utamjulia wapi? Kila mtu utamjua. Amjue wapi? Si wa mjini leo wewe unamjua. Kila mtu unamwona ameng'aa mjini. Sasa wewe kule. Labda kijiji jirani. Unajuaje? Hamna lolote. Hebu sogeza ndoo hiyo. Nyinyi mnagombana nini? Hebu sogeza ndoo hiyo. Gani na amemimina kama. Ndio tumeshaingia bunge. Kwa hiyo tena mimi nikaenda kuondoka niende. Wewe hapo kwa kazi nini unajisukuma kidogo? Sijamsukuma kitu gani? Maneno mengi nguvu na nyama. Fanya mimi niondoke na kashaingia bunge hapo. Mimi wewe nimemhifadhi. Umemhifadhi hapo umemuogopa mbona majabu? Ameenda. Tutakutana tu njiani. Acha basi kitu gani? Nitafuata wapi? Mimi simukange mimi na kwangu wewe. Ange mimi na kwangu kuna lolote. Angechambanya. Mwenzangu ningezipanga hapa hapa. Uzipange. Ningempiga. Mjomba, kuna tatizo gani? Ni ndoto ndio mjomba. Nimeota kitu sijui jitu lile linanikimbiza likanivaa. Pole sana mjomba, lakini ni ndoto tu hiyo. Maana kijiji chetu kina mauzauza sana, wasione mgeni tu. Naomba upumzike mjomba. Sawa mjomba? Sawa mjomba. Samahani dada. Bila samahani. Habari yako? Nzuri. Kuna sehemu naelekea, ni maeneo ya mwishoni mwa kijiji kule. Sasa sijui ni njia hii au ni hii. Ni hii hapa, lakini uko mbele Ndio. utakuta mapacha. Ukifika hapo, wewe pita kulia. Utafika unakotaka. Nashukuru sana dada. Usijali.
Habari yako? Sina haja salamu yako. Ulichokifanya unakijua. Kwa nimefanya nini? Kwa usalama wako, kaa mbali na yule kijana anatoka mjini. Nywele zako chafu. Nisaidie tu rafiki yangu, wala sijaziosha. Yaani ningekuwa mimi hata nisingekufuata. Ndio hivyo, mimi si shoga yako. Nikwambie kitu shoga yangu. Nawe tena niambie tu. Hivi mmemwonaje yule kijana mgeni aliyefika toka mjini? Kama ulikuwa hapo kichwani mwangu vile, anaonekana mpole mpole hivi afu ni mtanashati. Yangu macho tu. Anavutia, wewe acha tu. Yaani mimi akinipa nafasi naitumia vizuri wewe. Oh, ungekote kule kumbe unamtaka. Usiusemee moyo wangu. Wewe uzuri wote ule maana wewe umtamani. Hiyo siri yangu dada. Mimi binafsi nampenda, lakini nini simfuate tu namwambie kwisha. Mambo hayo wanaweza wenzetu wa mjini, sio sisi wa vijijini. Georgina. Ya asubuhi. Salama vipi hali? Safi tushikao. Malaba mzima? Mimi mzima. Naona leo umelala kupitiliza. Leo usingizi ulikuwa mzuri sana. Tofauti na siku zote. Sawa, mimi nikasema ngoja nimwache alale. Sasa ngoja mimi nikuache mara moja naenda kuangalia maji ya kuoga kwanza pale maji mwili najisi uchovu. Aha. Sawa. Unajua mimi nalimia kidogo kunde hizi. Ndo kazi zenyewe hizo mjomba. Sawa. Sawa. Haya mjomba. Boke mwenzetu upo juu. Juu kivipi? Acha kujifanya ujui wewe. Mnanichanganya, simseme. Tunaona siku hizi mapenzi moto na yule kijana wa mjini. Kwa nini mnasema hivyo? Kwani anaitwa na? Anaitwa Haisam. Haisam, jina zuri kweli. Ulifahamiana naye vipi? Mnavyofikiria sivyo. Mimi na yule ni marafiki tu. Wewe, hakuna urafiki uliopo kati ya mwanamke na mwanaume bila mahusiano? Wewe mwache tu. Mimi najua tayari tu. Hapana, ni marafiki tu. Kumbe. Zambo. Nimekuleta hapa kwa sababu moja tu. Sababu gani mpenzi wangu? Hapa kijijini kuna yule kijana amefika kutoka mjini. Sasa hiyo mitamaa yako usije ukampenda na itoa kufuta. Kwa hiyo hili ni honyo. Tena kaa mbali na yule kijana, akikuita mkimbie, mwambie namuogopa kufuta. Sifai. Sasa. Haina sasa hiyo Zamda. Mimi nahisi imeeleweka. Tuondoke. Monira. We Monira. Monira. Unanitia nini? Kama unanitia ujinga wako kila siku, ni bora tu niache niende. Sikiliza Monira. Simba ni mkali lakini anazaa. Sipendi ujinga wako, nishakwambia. Hauna hadhi ya kuwa na mimi. Na iwe mwanzo na mwisho kunisumbua. Lakini Monira, unajua mimi niko tofauti sana mawazo yako. Cha msingi Monira, mimi nipe nafasi na ukinikubalia nakupa debe moja la mpunga na kuku wawili. Unasemaje mama? Wewe ni mjinga. Hakuna cha kuchekesha nini? Timu mjinga. Naenda kukutangaza umekataliwa. Si bwana wanaume tupu. Kama kuna vitu vingine sio vya kuakilieni, hebu shika buku hili. Kaa kimya, kausha. Sasa mimi ndio kunipa buku. Sana kupe shilingi ngapi? Sasa sikiliza. Hii buku nachukua na naenda kukutangaza. Ukitaka ongeza.
Sina hela, naomba nielewe mwenzie bwana, sina hela. Sio una hela. Sasa kwa taarifa yako umbea umefika. Bwana wewe pote la mbali. Mimi ndio wakufuta. Peleka tu mbea. Pote la mbali, wewe nenda kaseme. Unaonaje mazingira ya kule? Nikuuliza wewe mgeni, mimi mwenyeji. Sio unapaonaje? Kiufupi yani nimeenjoy sana, mazingira mazuri, mimi yanapendeza sana. Ya kiufupi mjini hapa sana. Mjini kama kawaida, tuna bahari nini kule. Huko si mna mabwawa kama hivi. Sasa umesikia? Tutoke hapa, twende tukatulia kule. Labda nahisi kama kutakuwa vizuri zaidi, lakini hapa jua, hebu ipige kwanza. Yangu na bahati sana kuliko unavyofikiria. Bahati? Bahati gani hiyo Zamda? Mimi kwa mara ya kwanza kumuona Haisa, moyo wangu ulimpenda. Ila unashangaa uko naye unamnagezea kama maliza kuona mtoto wa kike. Makubwa. Kwa hiyo wewe unampenda? Ndio nampenda. Ila kwa sasa nishampotezea kwa sababu ana rafiki wa karibu na rafiki yangu. Na niko tayari kumuita shemu. Aya basi mimi sina tatizo. Nimeupokea ushauri wako, nitaufanyia kazi. Sasa kumbe. Karibu. Eti karibu. Hivi kwa nini unakuwa hivyo? Kicho nileta unakijua. Umeona kula majani yatosha, umeamua kula na mizizi. Sasa nakupa honyo kwa mara ya mwisho. Achana na Aisam. Bibi we, nishakuchoka. Unachoweza kufanya fanya, sikuogopi. Kwani wewe vipi? Naona siku hizi umeota meno, unajua kuongea. Nitakukomesha. Mjomba bwana, tangia umefika hujaniambia mazingira ya hapa kijijini umeonaje? Umeyapenda au hujayapenda? Kiufupi mazingira nimeyapenda. Mazingira yanavutia sana. Na ikiwezekana hapo baadaye nitaamua kuishi hapa. Wapi? Wewe uishi kijijini na kukufahamu wewe. Kwani hapa si nyumbani? Sawa, lakini wewe umeshazoea sana mjini. Hapana, inawezekana. Kwa mimi inawezekana. Nitashukuru kama ndio hivyo utaamua kurudi hapa. Tupige wote maboga. Sasa mjomba, naomba fanya kitu kimoja. Nitolee basikeli yangu. Nataka niende pale Magengeni pale. Magengeni. Nataka niende nikaangalie pesa yangu pale. Sawa. Kwa kulemba bwana, kulemba ananisumbua sana. Unajua tena yule kijana bwana na matatizo bwana. Ewa. Karibu Boke. Asante. Lete huku.
Huko tena? Mbona kama unanikimbia sasa? Hapana, naenda kwanza hapo kwa kulemba hapo. Shikamoo. Marahaba, hali vipi? Safi tu. Karibu. Asante. Ndio. Aisamu. Nini tena? Hapa ndo kijijini bwana. Karibu kai. Asante. Karibu sana. Asante. Takata. Wewe bwana mlalamishi wakati mlalamishi gani wakati unaibia? Hapo shikadi. Kuna jamaa amekuja kutoka mjini. Ushawahi kumuona yule jamaa? Kile kijana kinachojifanya kung'arang'ara na kifahamu. Ndio huyo, alafu kinachoniuma ni kama mademu wote kijijini hapa wanamshibukia yule jamaa. Sasa sijui ana nini. Ndio kwanza. Wageni ndo hatuonekani kabisa. Tumekuwa weusi. Sikieni kwamba ni kitu kimoja. Yaani hapa sawa sawa tuwatwanga maji kwenye kinu. Huyo jamaa mwenyewe mnamuona huyo. Anajipendekeza chizi. Si yule ngo apate simple. Huyo hapa jamaa huyo. Sikilizeni nyinyi, sikilizeni. Mnajua tatizo lake sisi wa shamba. Hata mvuto hatuna. Na ndio maana tunakalia majungu tu hapa kijiweni. Cheki minguo tulioivaa misulupu hata kama tunatoka kulima, kumbe wenyewe tunatoka kuoga tumeupala hapa, tunakuja mgundeni. Cha msingi nyinyi nendeni mkachimbe hata panya huko, mpate change kidogo mnanyi mung'ae muupale, mfanane na Islam. Mbona mwenzenu kidogo namkaribie? Sasa wajifanya mjanja. Tu una demo studio nani zamda sasa siku akija kuchukua demo yako ndio utajua. Mmoja jamaa afai. Mote. Achana nayo huyo. Kwanza shani uzi. Ngoja nikatae kwanza. Nalo mabema sikukweta. Haya. Kwa sasa mimi na mimi bado wenyewe navuga naondoka. Sasa nifahamu mjanja, cheza peke yako hapo. Sikia nikwambie kitu. Siku kuja kuchukua demu wako usije kulalamika. Ukweli ndio nauma baba. Acheni majungu. Sasa kaa peke yako sasa. Sije matembea jengi wakubwa. Eti Isam. Yaani mtu kizoana naye tu tatizo. Afadhali nimekukuta mguu huu ni kwa ajili yako. Kwa hiyo kama umezoea kuatishia wajinga wenzio huko sio kwangu mimi na rafiki zangu. Una lolote kwangu mimi? Umeongea sana na unajiaminisha wewe mwanamke na umeshafika nyumbani kwangu. Fanya unachoweza kufanya. Huu ni mfano tu. Kawaambia wajinga wenzako huu moto wa uzimwi. Toka nyumbani kwangu. Tokeni hapa. Okay. Ushaliwa wewe. Aisamu ya kumchezea asubuhi. Ongea kwa shoga yangu, ungechelewa wengine wangewahi kama vile kina Manila. Wapi? Atoke zake amechelewa. Sasa una kazi ngumu ya kulinda penzi lako. Ili baadaye aje kwa baba watoto wako. Naamini naye ananipenda. Kwa ninavyompenda, kwa uwezo wa Mungu tutafika mbali. Haya, nawatakia kila laheri kwenye maisha yenu. Haya, ngoja nikuache. Niwahi wazazi kabla hajarudi shambani. Haya. Ndio nishapata mbuzi kwa ajili ya kucheza hivi bawe. Kwenda zako wewe, upate mbuzi wapi? Mimi ndo mjanja hapa kijijini. Nisubiri nionyeshe uwezo wangu kwenye hili baa. Afili jamaa hili tunakifikia hili wakati bora. Mjanja sio jenga nyumba ya bati. Wewe mtandike hapa. Mtumiana kwa nyumba ya kupanga. Sio tatizo. Usiibie baba. Fanya masiara mwenzangu niliwahi kupata mbuzi kucheza baa hivi, fanyeni masiara tu. Kwenda zako kule upate mbuzi kwa ajili ya baa. Mimi ndo mjanja hapa kijijini. Subiri nionyeshe uwezo wangu kwenye baa. Ili jamaa hili boya tu ili. Mjanja atajenga nyumba ya bati. Afundumiana kwa nyumba ya kupanga. Hilo sio tatizo. Oya. Msoko mnakaa hapa mnaongea mnamboya ngwela, angalia kama mjanja wa mjini wewe kwa anafika wewe. Aisa.
Niambie. Karibu bwana. Kwani kabisa. Karibu sana. Poa, vipi? Niaje? Vipi babu? Fresh. Kama kawaida. Karibu tukae bwana. Hala sio kukaa sana. Nilikuwa nawasalimia tu mara moja, napita naelekea bondeni kule. Poa bwana, siku nyingine uje kutembelea bwana. Haina shida. Hapa kwetu mimi ndo niko hapa siku zote. Au vipi? Basi ngoja mimi niwaache. Poa, karibu sana. Poa poa. Haina mbaya. Ndinywea ajaja kukatisha. Ndio mtu wa kiume inakuwa unashoboka kwa mwenzako. Na mimi kama ngekuwa mtoto wa kike huyu amebebwa. Kuna tatizo gani mimi kuzoeana na Aisa? Nikwambia kitu. Wewe sijaji kufuta, sijua kufutanga, sio lakini hata kuja kumfuta. Unajua nyinyi mna majungu na Aisa. Na ndio maana mnakalia umbea. Sasa kwa taarifa yenu, tutawamaliza madem zenu wote hapa kijijini. Uchukulia wao. Mimi sina demu kama hata nichukua mimi mwenyewe kilo. Sasa kama una demu kipi kinakusumbua? Mara Aisa mwanamaliza madem, wewe kinakusumbua nini una demu?